Na mpenzi mtazamaji wa channel yetu pendwa, channel ya Nuru Temba in Mwanga Kilimanjaro, karibu sana. Leo tupeane elimu mbalimbali na namna ya kujiongezea thamani. Leo nitakuletea mbinu 10 za kujiongezea thamani. Unisikilize kwa makini na pia usubscribe kwenye channel yangu hiyo ili niendelee kukuletea vitu mbalimbali na vitu vipya vinavyokuja uweze kuviona kwa haraka zaidi. Namba 1, jinsi ya kujipa thamani, jinsi ya kujijua nani. Kwenye somo letu la nyuma nilikwambia uangalie wewe kama wewe ungekuwa wewe ungeweza kujiajiri wewe kama wewe. Je, ili uweze kujiajiri wewe kama wewe lazima wewe uwe na thamani. Je, jinsi gani wewe uwe na thamani ili utamani kujiajiri, ujionee kwamba ingekuwa ni mimi nimejiajiri pale ningefika mbali, ingekuwa ni mimi nimefanya kazi pale kampuni ingefika mbali. Namba 1 kwenye mambo ya kujifunza ni ujifunze kitu kipya. Kila unapokaa jifunze kitu kipya. Jifunze biashara mpya, jifunze mambo ya kompyuta, jifunze vitu vya kisasa, jifunze vitu vipya kila unapokaa. Hiyo ni mbinu namba 1 ya kujipandisha thamani, kujiongezea thamani. Jifunze vitu vipya kila unapokaa, jifunze biashara mpya, jifunze vitu vipya. Namba 2, boresha mawasiliano. Kuwa na mawasiliano mazuri, ongea na watu vizuri kwa wakati, ongea vitu ambavyo vina pointi, sio kupiga simu na kuwatukana watu, kukatisha watu, kufuta namba za watu kwenye simu yako. Boresha mawasiliano, save namba za watu wakuone kwenye status, post vitu vyenye maana. Hiyo inakuongezea thamani. Namba 3, heshimu muda wako na muda wa wengine. Yaani unapoitwa sehemu sio unachelewa, wahi, nenda kwa wakati na heshimu muda wa mwingine. Usimuite mtu ukampotezea muda au ukakaa na mtu kwa muda mrefu ukampotezea shughuli zake. Hiyo inakushusha thamani. Wewe unataka kuongeza thamani, heshimu muda wa mtu, pandisha, mchukulie muda wake. Yani kama umekaa naye mchukulie muda wake, mbona takaa dakika 5 hapa tunaondoka, ili aone kwamba unathamini muda wake na wewe uthamini muda wako pia. Namba 4, jali muonekano. Muonekano wako uwe mtu unaonekana wa usafi. Hata kama una nguo za kawaida lakini ziwe safi, pita sehemu uonekane vizuri ili thamani yako ipande. Lazima nguo zako ziwe safi. Huwezi kuwa mchafu au thamani yako ikapanda. Lazima uwe msafi, uonekana vizuri. Jali muonekano wako, kuwa smart. Namba 5, kuwa mtu wa kuaminika. Kuwa mtu wa kuaminika. Yaani usiwe tapeli. Yaani napozungumza usiwe mtu wa ukikopeshwa ulipi, yaani ukipewa kitu cha mtu urudishi, thamani yako inashuka. Kuwa mtu wa kuaminika. Kuwa mtu wa kuaminika, yani boresha watu wa kuamini. Bwana yule ukimpa kitu chako anakufikishia. Kuna ule utani walikuwa wanataniana kwamba kabila fulani ukimpa mke wako hafikishi, lakini ukimpa hela anafikisha. Sasa mambo kama hayo sio mazuri. Kuwa mtu wa kuaminika, kitu cha mtu kipewa kifikisha. Hiyo inakuongezea thamani na watu watakuamini. Namba 6, kuwa na maono na malengo. Kuwa na maono. Angalia unataka kuwa nani. Unapofanya shughuli zako angalia, je, mimi nataka kuwa nani baadaye? Una maono, unaona kwamba bwana hapa biashara hii nataka baada ya muda niwe na kampuni kubwa ya ujenzi. Unakuwa na maono. Kwa shule hii ninayosoma nataka baadaye niwe mbunge au nipate cheo serikalini. Unakuwa na maono. Sio unasoma tu kama elimu zetu za zamani, unasoma tu ili mradi vitabu vinafunguka au unafungua kusoma basi, lakini huna thamani. Uone kwamba nasoma niwe nani. Hakikisha unakuwa na maono ya mbali. Namba 7, jitolee, saidia wengine. Yaani wewe usiwe mtu tu kwa sababu una uwezo wako au huna uwezo, una kitu chako hautaki kukitoa kwa watu wengine. Hakikisha unajitolea, unatoa sadaka, unajitolea kusaidia watu. Mtu anakuja hapo nje ameanguka, umsaidie, mnyanyue. Umesikia kuna mtu mgonjwa hospitali, mpelekee matunda. Kuwa mtu kujitolea, usiwe mtu tu umejibana hivi. Thamani yako inakuwa sio kubwa. Nenda kwenye misiba, unajitolea. Unafika kwenye misiba kule, kama kuna kitu cha kusaidia, saidia ili thamani yako ipande. Jipandishe hadhi, kuwa mtu wa maana. Namba 8, tumia mtandao kwa hekima. Usitumie mtandao wako kutukana watu, kwa sababu watu wanaotukana wafahamu. Kila unachokiandika kinakuwa kiko recorded miaka na miaka. Kwa hiyo hadhi yako itashuka endapo wewe utakuwa unatumia mtandao kutukana watu, kuongea watu vibaya. Watu wanakuangalia, thamani yako inashuka. Unatakiwa utumie mtandao kama ni status, unaweka status za maana, watu wanaona status zako, umeweka kitu cha maana. Kama ni biashara, kama ni kitu chako ambacho unaona hichi hakitawakera watu wengine, lakini sio unaweka status picha za ajabu ajabu, unashusha thamani. Namba 9, punguza malalamiko, ongeza suluhisho. Punguza malalamiko kabisa. Wewe sio mtu wa kulalamika. Wewe punguza kulalamika, suluhisho. Bwana hapa
kuna korongo. Je, tunafanyaje vijana hapa tulizibe watu wasiumie? Sio wanababa mbunge hapa hajaweka thamani, sijui hajashindwa kujenga barabara. Wewe kama vijana unaweza bwana tuongezekeni tuzibe ile shimo hapa ili magari yakipita yasiumie. Bwana mwenye nyumba anakata umeme kwa sababu hatulipi kwa wakati. Je, tufanyeje? Suluhisho, mwite mwenye nyumba bwana, sisi tunataka tujue tukilipa kiasi gani tutakuwa tunapata umeme kwa masaa 24. Au mwenye nyumba anafanya hivi, kuwa unasuluhisha. Usiwe mtu wa kulalamika tu, mbona nitukatia umeme sijui nini bana. Yaani usiwe mtu wa kulalamika, kuwa mtu wa unakuwa mtu wa kusuluhisha. Namba 10, jitathmini mwenyewe. Sasa kwenye kujitathmini huwa hii inaingiliana na ile ya posti yangu ya nyuma ambayo nilisema kwamba wewe ungeweza kuajiri mtu kama wewe. Wewe thamani yako unaweza kujiajiri wewe kama unaona ni mtu wa namna gani. Unaweza kujionea hivi kwamba ili kampuni ingepata mtu kama mimi ingefika mbali. Tathmini wewe nini, usijidharau, usijishushe, jipandishe. Inaenda kwenye point hizi tunazoongea, jipandishe. Fuata maelekezo haya point 10 hizi utafika mbali. Msiache kusubscribe kwenye channel yangu ya Nuru Temba Mwanga Kilimanjaro. Karibuni sana na tutaendelea kupeana elimu mbalimbali. Na kama una swali unaweza kunicheck DM ukaniuliza swali lako na nitakujibu vizuri. Kama una chochote mtaka kuniambia, maoni, ushauri au na matangazo nataka nikupitishie kwenye kurasa yangu, karibu sana. Karibuni sana na wapenda sana.